Kama ulikuwa ni mbinafsi, ndoa ina expose zaidi ule ubinafsi wako. Kwa ukianza kuishi na mtu, hakuna mtu ambaye amekamilika. Ataona tu ule udhaifu wako. Kwa hiyo mtu atakuwa ana reference kwamba huyu ana mapungufu. Kwa hiyo atatamani kwenda kwa mtu mwingine akifikiria kwamba yule mtu mwingine hana mapungufu. Akienda kule napo anakuta yule naye ana mapungufu. Kwa hiyo inakuwa ni chain ya namna hiyo. Unaona? Kwa sababu kwenye ndoa hatujaahidiwa kwamba tukienda kwenye ndoa tutakuta kila kitu kiko vizuri. Yaani hizo ni nadharia ambazo ni za uongo za watu kufikiria kwamba kuna mtu ambaye hana mapungufu ambaye anaweza kwenda naye. Yaani kuna mtu fulani ambaye anaweza kuwa mwokozi wake kutokana na yale madhaifu alionayo. Hizo ni nadharia za uongo ambazo vijana wengi wanazo, ambazo zinawafanya kuwa na muendelezo huyo. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna vijana wengi wana mahusiano mengi, na ukiwauliza wanakuambia kwamba kwa sababu yule wa kwanza alikuwa na mapungufu haya, akaenda wa pili. Ukimuuliza wa pili naye aliachana naye, atakwambia naye alikuwa na mapungufu haya, kana kwamba yeye hana mapungufu. Unaona? Kwa hiyo tukizungumzia hilo, mimi nitawashauri vijana warudi kwenye ile misingi. Sawa. Na dunia sasa hivi uko nje unaambiwa mapenzi hayana formula. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona njia hii ni sawa, njia hii sio sawa, au hili ni sawa, hili sio sawa. Kwa hiyo kwa vijana wengi ambao wanaanzisha mahusiano, mimi nina imani watu wanaanzisha mahusiano wanatamani kufika mbali. Sawa? Especially kwa upande wa jinsia ya kike, unajua sisi tukienda tunavyoendelea kukua ndivyo tunavyoendelea kuzeeka wanasema. Lakini vijana wanazidi kuwa vijana wa kiume wanazidi kuwa vijana mpaka uzeeni huko. Kwa hiyo mwanamke akianzisha mahusiano na mwanaume, expectation zake kubwa sana ni huyu ndo mwenyewe nataka kuoana naye. Lakini kutokana na tabia za kila mtu amelelewa kwenye familia yake, anaona hili ni kosa, hawezi kuvumilia, hili ni kosa, hawezi kuvumilia. Inakuwa inaleta ile kitu cha hapana, sitaweza. Yaani hakuna ile maelewano ya kusema tukae chini, tusemezane hili na hili na hili. Wewe utuambie kwenye uchumba wako uliwezaje kuweka huo msingi wa kwamba ndio kila mtu ana mapungufu yake, lakini tunawezaje tukavumilia? Ni njia gani ulitumia? Swali lako ni zuri. Kuna utaratibu tofauti kulingana na imani tofauti. Lakini mimi nitazungumzia kwa imani yangu mimi kama Mkristo, namna ambavyo utaratibu unavyotakiwa. Sababu utaratibu ni kwamba wewe unatakiwa kama kijana lazima ujue kwanza unachokitaka, unataka mke wa namna gani. Unaona, lazima hilo jambo liwe nalo kwamba mimi nataka mke wa namna gani, kwa sababu utajievaluate. Kama mimi ni mtu wa namna hii, labda ni mcharuko, labda ni mzungumzaji sana, labda ni mtu fulani wa imani sana. Unaona, manake kuna vitu vyako ambavyo unaviona, ambavyo unaona huyo mwenzako akija ataweza kukomplimenti, ndio unafanya nini? Ndio unaanza sasa huo mchakato. Sasa watu wengine wanaingia kwenye mahusiano au wanaingia kwenye process ya uchumba kwa kujua kwamba nitakapoingia kwenye process hii, huyu hapa nitafanya nini? Nitambadilisha. Anasema nikiingia kwenye mahusiano na lightness au nikiingia kwenye uchumba na lightness na baadaye tukaoana, nitafanya nini? Nitambadilisha. Kwa hiyo ana ignore background yako, ana ignore mambo ya imani, kwa sababu ndoa ina mambo mengi sana. Unaona? Kwa mfano kuna watu wengine kwenye imani zao wanaamini kwamba ndoa sio kitu cha kudumu. Ukikwazana na mtu tu unaweza kuachana naye. Na ndo vijana sasa. Unaweza ukaachana naye na ukawa na mtu mwingine. Au ukaoa mwanamke mwingine. Unaona? Kwa hiyo lazima uangalie wewe unaamini kitu gani. Kuna watu wengine ambao wanaamini kwamba cha kwangu ni cha kwangu. Yaani anaingia kwenye ndoa au anaingia kwenye mahusiano akiwa anaamini kwamba cha kwangu mimi ni cha kwangu. Kwa hiyo siwezi kumshirikisha mwanamke. Unaona? Au vitu vyangu mimi nitakuwa nawashirikisha ndugu zangu, siwezi kumshirikisha nani? Mwanamke. Sasa ukiingia kwenye mahusiano na wewe unaamini tofauti na vile yeye anavyoamini, mahusiano haya hayawezi kufanya nini? Kudumu. Kwa hiyo ndo maana inashauriwa kwamba hata katika imani ya Kristo lazima uangalie mtu ambaye mnafanana imani.
Unaona, mnafanana imani kwa sababu haitakuletea maumivu mengi, kwa sababu ile mitazamo alionayo mwenzi wako ndio ambayo wewe unayo. Kama yeye anaamini kwamba ndoa ni ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja mpaka kifo kiwatenganishe, kama mnayo hiyo mitazamo wote wawili itawasaidia. Lakini kama mmoja hana huo mtazamo, maana yake chochote kitakachotokea yeye atakuwa anakimbilia tu kuvunja ndoa. Unaona? Kwa hiyo sasa, kwa misingi ya imani ile ya Kristo ambayo nimezungumzia kama ile bloku ya 3, ni kwamba haihusishi mambo ya dating. Manake kama ningeweza kuwashauri vijana, ningewashauri vijana kwamba wanapotaka kuoa, lazima hawa anajua ni kitu gani anachokitaka. Kwa hiyo ataainisha vitu vyake, ataainisha ni aina gani ya mwanamke anayemtaka, zini ataenda kuomba kwa Mungu. Mungu yeye ana njia zake nyingi ambazo anaweza kukuguide mpaka kukutana na huyo potential soulmate. Unaona? Kwa hiyo hiyo ndio, yani kiufupi, hiyo ndio njia ambayo mimi nilitumia. Nilijua ninachokitaka, nikaainisha hizo sifa, nikaenda kumwomba Mungu, na hatimaye Mungu akaweza kunikutanisha na mwenzi wangu. Unaona? Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo Mungu anaweza akazitumia kukutanisha na mwenzi wako.